prices have hiked. The food commodities are also going to skyrocket. They're going to go higher. Karibu sana kwenye KTN News. Unaweza kutuambia jina lako na pia unaweza kutuambia jinsi ambavyo e-strike imekuwa affect kivipi wewe? Ulikuwa unaenda kazini leo, mbona haujaenda kwa sababu uko hapa? Umeathirika kivipi? Kwa majina naitwa Edward Kamote Philip. Mimi ni mkazi wa hapa Donom. Mimi sina kazi kitu ya kwanza, lakini hufanya kazi ya jua kali. Na ile kazi ya jua kali hufanya mimi huenda mpaka mahali kama Westland. So unaona kama siku ya leo kujakuwa na magari, sijaweza kuenda kufika mpaka hapo. Ile kitu inatushangaza kama Wakenya ni kwamba hii serikali tangu mafuta ipande haijaweza kuita parliament ambao ndo wanaturepresent sisi waweze kujadili hili swala. Ile kitu inatushangaza pia kama Wakenya ni kwamba ile swala ambao walifanya mpaka saa 6 ya usiku ya kuimpeach Gachagua ndo ilikuwa ya maana zaidi kushinda hii ambao inafinyilia Wakenya, ama was impeaching Gachagua a state of emergency than this one affecting Kenyans. Hiyo tu ndo tunauliza, na tunauliza hii serikali ya kwamba waweze kutilia mahitaji ya Wakenya maanani, kwa sababu kusema ukweli tunaumia. Hakuna kitu ambayo inafanya kazi. Wakenya wanaumia mahali popote walipo. Na sisi kwa saa hii mnatupanga, lakini ikifika 2027 pia sisi tutawapanga. Asante sana pia jamani, waweza tuambia jina lako, umeathirika kivipi na mafuta kupanda? Kwa sababu tumeona mafuta yamepanda kwa njia kuu sana. Umeathirika kivipi? Naona ni kama uko na begi, ni kama ulikuwa unaenda kazini. Utatuambia mbona hujaenda kazini? Kumekuwa vipi? Kwa majina naitwa Victor Odinga. Mimi naomba tu nchi yetu ya Kenya, tunaomba Rais Ruto atupunguzie gharama ya maisha, wapunguze mafuta, ndio sisi wa Kenya, sisi kama vijana tumekaa nchi yetu ya Kenya hatuna kazi, tunahangaika. Tunaomba tu Ruto mali hapo afungue mafuta, bei shuke, kila Mkenya akuwe na maisha ya kawaida, kwa sababu tumekaa kwa hii Kenya na hatuna kazi, tupate kazi. Asanteni. Kwa majina ni Teddy Collins. Kitu ya kwanza ningependa kuambia government, sisi wana bodaboda, kila dini kipanda, petroli kipanda, kila kitu imepanda. Iwe ni wanafunzi shuleni nini, so tunaomba tu kwa heshima watupunguzie hiyo petroli irudi chini, ndio maneno ya uchumi pia itarudi chini. Kila kitu imepanda. Na e-strike, wewe mtu wa bodaboda, na tumeona kuna increase in mtu akibahatika apande pikipiki sasa imepandisha prices. Kwa nini na kwa hivyo? Sababu sisi wananchi tunaumia, sababu tunategemea nyinyi ili mtupeleke mbali tunaenda, lakini pia nyinyi mume increase fares this morning. Sababu ya kupandisha fare ni kwa sababu ya unapata watu ni wengi, wamekuja wengi, hautabeba mtu mmoja uache mwingine. Inabidi unabeba watatu ama wawili, ndio at least utaangalia gharama ya maisha pia. Unabeba tuseme hao wawili wamekuja, ukibeba hao wawili kwa bei ya chini, watasema wale wanabeba watu wengine pia wataanza kulia, kwa nini tunabeba bei ya chini na gharama ya mafuta bado iko juu? Kwa sababu saa hizi ukipata hakuna magari kwa barabara, unapata watu wanakuja wengi, lazima tu utapandisha ndio at least. Na wanaelewa, ingekuwa ni shida, lakini wananchi pia wanaelewa gharama iko juu, mafuta iko juu, na wanatoelewa pia. Brother, unasema Ruto ashukishe mafuta ifike 50. Chwani. Tumeumia kama Wakenya. Tunateseka. Sasa leo hakuna gari ya kwenda town. Sisi ni watu wa jua kali. Tunateseka. Ruto wewe ni kiongozi. Tusikize. Atutolee ushuru. All right, there you have it, a set of calls for the president to reduce the fuel prices. Over to you, Aseto. Thank you very much, Grace, for that report. And right there is the situation on the roads that is along Jogoo Road. I shall be giving